Yeah, what's good ladies and gents, karibu katika The Viral, na hii ni siku nyingine tena, ni weekend ambayo imeanza vyema kabisa, na kwa upande wangu mimi imeanza vyema, sijui kwa upande wako wewe. Yeah, so tukianza na story ya kwanza katika The Viral, mtangazaji wa Wasafi Diva The Boss amegusia kidogo maisha yake ya nyuma kwa kuhusisha safari yake kusikitisha na yenye misukosuko mikubwa sana. Na kupitia ujumbe huu amesema alikuwa anapitia hali ngumu sana pale ambapo alimpoteza mama yake na kujihisi mpweke sana na kukosa hata mtu kumwangalia au kumcomfort, vitu kama hivyo, muda mwingine kudharauriwa na baadhi ya wanafamilia yake. Ila akaelezea pia licha ya matatizo yote na misukosuko, ila hakukata tamaa katika safari yake ya kimaisha, japokuwa kulikuwa na changamoto nyingi, ila yeye aliendelea kufocus na kupambana. Na sasa hivi anajivunia kwa yeye alivyo, na aliandika kwenye ukurasa wake wa Instagram na kwa maneno mengi sana kwenye story yake, na akaandika pia my childhood trauma is my power. Alisema Diva, hayo maneno aliongea Diva, na pia akisisitiza kuwa bidii na imani vilichangia kwenye mafanikio yake. So yale masimango yote ya familia na changamoto zote ndo zilimpa nguvu ya yeye na msukumo kufikia hali alionayo sasa hivi, kama kuwa na pesa nyingi, biashara na umaarufu pia. Hivyo vyote vilichangia kwenye maisha yake na safari yake ya kutafuta maisha. Ila kwa upande mwingine, hadithi ya Diva inaweza ikawa ni funzo sana kwa vijana wengi, kwa sababu maumivu na changamoto ambazo tunazozipitia au vijana wanazozipitia inaweza ikawa ndo ufunguo wako wa wewe kupambana kwa nguvu na kufight ili kujikidhi katika maisha yako na kujipata. So hiyo ilikuwa ni story ya kwanza kwa upande mtangazaji wa Wasafi Diva, na up to the next one tukiamia kwenye story nyingine. Mwigizaji na mtayarishaji wa tasnia ya Bongo Movie, watu wengi wanamjua kama Jose Mlavichwa, siku ya leo ameposti kwenye page yake ya Instagram kuomba radhi umma pamoja na serikali kwa maudhui ambayo alikuwa anayatengeneza kwa kula nyama pori, mfano kenge, konokono, vitu kama hivyo. Na kwa ujumbe alioandika inaonekana kwamba amepigwa ban kufanya maudhui kama hayo ya kula nyama pori kama kenge na vitu vingine. So ametoa rai kwamba ataendelea kufanya maudhui hayo mpaka pale ambapo akipata kibali. So maneno hayo kwenye page yake alikuwa anasema, mimi Josephat Masi, kwenye mabano akaandika Joseph Mlavichwa, naomba radhi mashabiki zangu wote mnaonifuatilia kwenye mitandao ya kijamii kwa kufuta maudhui yote yanayohusu wanyamapori kama kenge, konokono na kadhalika, sababu nilikuwa nafanya bila kujua kama ni kosa kisheria kwa wanyamapori. Nitaendelea kutengeneza maudhui haya pindi nitakapopata vibali, asante. Hayo ndo maneno ambayo aliandika Jose Mlavichwa na akapost kwenye page yake ya Instagram. So hiyo ndo ilikuwa ni story ya pili na ya mwisho kwa upande wa The Viral ndani ya Gavo TV. So usisahau kusubscribe kwenye page yetu hapo, ukiwezekana dondosha comment na kutufollow kwenye Instagram na pamoja na Facebook page yetu ili kuendelea kupata story kama hizi, si ndio? So till next time, ulikuwa nami NI, bye bye. Gavo Media, pamoja hatua kwa hatua.